Kwa majina naitwa Juma Njia. Nimekuja katika mashindano haya nikiambatana na msafara wa Aisha Sululu Foundation na nilikuwa kiongozi wa msafara. Aisha Sululu Foundation ni taasisi kubwa inayoandaa mashindano ya Qur'ani ya kitaifa hapa Tanzania. Kama tunavyofahamu, Tanzania ndio nchi pekee ambayo kuna mashindano ya Qur'ani makubwa, yako ya kitaifa, yako ya Afrika Mashariki, yako ya Afrika, yako ya dunia, yako mpaka ya ulimwengu. Lakini Aisha Sululu Foundation inaandaa mashindano ya Qur'ani ya kitaifa. Lakini mbali ya mashindano ya Qur'ani ya kitaifa, pia Aisha Sululu Foundation inashughulika pia na shughuli za kijamii kama vile kusaidia mayatima, kusaidia wajane, kusaidia wanafunzi pamoja na shughuli mbalimbali. Na Aisha Sululu Foundation ina kitengo cha youth, vijana ambao na wenyewe pia wamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali. Labda tuzungumze katika mashindano haya. Aisha Sululu Foundation katika mashindano haya wameshiriki au tumeshiriki kwa kiasi kikubwa, kuanzia katika vikao na vijana kule Dar es Salaam mpaka kwenye swala zima la kuja hapa na swala zima la zawadi. Wote walioshiriki katika mashindano haya tumeweza kushiriki vizuri sana katika ufadhili. Lakini pia Aisha Sululu Foundation imejikita zaidi katika mashindano haya kwa mwaka huu kuangalia mahali ambapo palikuwa pana changamoto na namna gani ya kuweza kusaidia vijana ili mambo yao yaweze kwenda vizuri sana. Sasa tukizungumza katika swala la umuhimu, kwa kweli tunaweza kusema umuhimu wa mashindano ya Qur'ani kwa vyuo vikuu yanaweza kuwa na umuhimu mkubwa kuliko mashindano yote. Kama tunavyofahamu katika pyramids ya kijamii kwa Waislamu Tanzania, kadri tunavyozidi kwenda juu katika ngazi za elimu, katika ngazi za mali, katika ngazi za utawala na madaraka, ndivyo idadi ya Waislamu inavyozidi kuwa kiduchu. Lakini hao kiduchu pia ufahamu wao na utambuzi wao katika Uislamu unazidi kuwa mdogo sana. Ukiangalia pyramids inaonyesha kwamba huku chini kwenye majority ndio kuna Waislamu ambao wanaupenda Uislamu, wanajituma kwa ajili ya Uislamu wao, na hawa ni watu wa kawaida na watu wa hali za chini kabisa. Katika level za elimu, shule za msingi Waislamu ni wengi na wana participate vizuri. Shule za sekondari kadhalika. Ukija vyuo vya kati unakuta idadi ya Waislamu inaanza kushuka na kupungua, kule vyuo vikuu ndio kabisa. Sasa yanapokuja mashindano ya Qur'ani katika ngazi za vyuo vikuu, maana yake ni kwamba hili ni jambo la kuwafanya vijana wa Kiislamu waione fahari dini yao, watembee kifua mbele wakiwa wamehifadhi Qur'ani. Sasa hivi katika vyuo vikuu vingi katika nchi yetu ya Tanzania umekuwa ni uwanja wa maovu, na vijana wengi wanaona fahari wakitembea wakiwa wanafanya maovu. Katika vyuo vikuu masuala ya uasherati, masuala ya zinaa, masuala ya ulevi, masuala ya muziki ndio fahari ya vijana. Lakini tunataka kupitia mashindano ya Qur'ani, kama yatarindima vizuri katika vyuo vikuu, yakaanza kushindanishwa katika vyuo vikuu mpaka yanakuja katika kilele hapa chuo cha Morogoro, maana yake itafika mahala katika vyuo vikuu vyote Tanzania vijana wa Kiislamu wakawa wanatembea kifua mbele wakiwa wamehifadhi Qur'ani. Ifike mahala jambo la kujivunia kijana wa Kiislamu, binti wa Kiislamu chuoni sio kuwa na simu ya iPhone, bali jambo la kujivunia ni kuwa amehifadhi Qur'an. Jambo la kujivunia kwa binti wa Kiislamu anapokuwa chuo kikuu sio kuwa na abaya ya bei kubwa, bali ni kuwa amehifadhi Qur'an. Ifike mahala mtu ambaye anaona fahari kwa mambo mengine, zile anasa za kidunia, maabaya ya bei kubwa, iPhone ya bei kubwa na vitu vingi vya thamani vyenye anasa, iwe ni kitu ambacho sio cha maana kuliko yule ambaye amehifadhi Qur'ani. Kama mashindano haya yataendelezwa vizuri mpaka ngazi ya vyuo, litakuwa ni jambo la kawaida sana wanafunzi katika vyuo vikuu wakawa wanashindania Qur'ani na akawa wanapambana kila mmoja kuweza kuhakikisha kwamba anafanya vizuri katika Qur'ani yake. Tujikumbushe kidogo katika historia. Dola kubwa za Kiislamu duniani, Ottoman Empire na Andalusia, zilivyokuwa duniani wakati huo, kule Spain makafiri walipokwenda kufanya utafiti njia gani wazitumie kuangusha Uislamu, walipata taabu sana. Kila kundi lililokwenda kufanya utafiti walikuta vijana wanashindana kusoma Qur'an, walikuta vijana fahari yao ni mashindano ya Qur'an. Watafiti wale walipokuwa kirudi katika nchi zao wanasema, jamani wale hatutawaweza kwa sababu akili yao na maisha yao yapo kwenye dini yao. Kila kijana mdogo anashindana kuhifadhi Qur'ani. Tutawaweza wapi wale watu?
wakatafuta namna ya kuwafanya vijana waache kuhifadhi Qur'ani, wakafanikiwa. Ikawa sasa watafiti wakienda kule, wakiwaona vijana, wanawakuta vijana wanalia kwa sababu ameachwa na mpenzi wake. Kijana anahangaika na mapenzi na ulevi. Ndipo akasema hapa ndio tulipofikia wakati wa kuiangusha hii serikali ya Kiislamu ya Andalusia pale Spain, na waliweza kufanya hivyo na wakafanikiwa. Kwa hiyo leo kurejesha mashindano ya Qur'ani kwa vijana vyuo vikuu ni katika hatua zile za kuimarisha maadili ya Kiislamu na kuimarisha Uislamu katika ngazi za elimu. Vijana hawa vyuo vikuu wakisoma Qur'ani vizuri, tutapata watumishi na viongozi ambao watakuwa ni waadilifu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.